Leo tuizungumzie Japani. Japani, nchi inayopatikana mashariki mwa bara la Asia. Kutokana na tafiti zilizofanywa hivi karibuni, inakadiriwa kuwa na idadi ya watu wasiopungua milioni 122 na kuwa moja ya nchi 12 yenye watu wengi ulimwenguni. Japani, nchi iliyowahi kuwa tishio na jinamizi lililowanyima usingizi nchi nyingi barani Asia pamoja na mashariki mwa Ulaya. Hapo ilikuwa miaka ya 1905 mpaka 1945 baada ya nchi ya Marekani kulipiza kisasi kwa jeshi la anga la Japani baada ya jeshi la Japani kuishambulia bandari iliyopo nchini Marekani. Kilichowapata wa Japani mpaka hii leo imekuwa ni funzo kuhusu athari za mabomu ya nyuklia. Sasa hawa wa Japani, licha ya ulimwengu kuwaonea huruma kwa kile Marekani walichowafanyia, wao wa Japani wamewahi kufanya majaribio ya kibiolojia yaliyoleta athari kubwa na iliyoondoka na maelfu ya roho za watu, kiasi cha kuwepo kwenye kumbukumbu ya moja kati ya nchi iliyowahi kufanya majaribio kwa kutumia binadamu kana kwamba ni specimen iliyopo maabara. Ukiachana na mauaji yaliyotekelezwa na Ujerumani, sasa wa Japani wao wanashika nafasi ya pili kwa kutoa uhai kwa watu wengi wakati wa majaribio ya kibiolojia. Karibu na makala ya leo, tunafungua ukurasa wa unit 731. Leo tunazungumzia moja ya mifumo ya uhalifu wa kibinadamu iliyoikumba historia ya mwanadamu. Unit 731 ya kijeshi ya Ujapani ilifanya majaribio ya kikatili kiasi cha kumuhusisha binadamu kuwa kama sehemu ya utafiti wa silaha za magonjwa ya kuua zaidi wakati wa vita ya pili ya dunia. Katika miaka ya 1930, Japani ilikuwa inaimarisha utawala wake wa kijeshi na kuendelea na sera za ukoloni na upanuzi barani Asia. Kwa muktadha huu, serikali pamoja na jeshi iliona hitaji la kutumia silaha za kisayansi kwa lengo la kuboresha nguvu zake vitani. Mtaalamu wa magonjwa pamoja na microbiology Shiro Ishii aliwasilisha ombi kwa Wizara ya Vita ya Japani ili kuanzisha program ya utafiti wa uharibifu mkubwa kwa kutumia vimelea vya magonjwa. Na hatimaye sasa, mnamo mwaka 1939 jeshi la Ujapani liliunda kitengo cha siri kilichoitwa Unit 731 kikiwa chini ya jeshi la Guangdong na kuanza kudhibiti magonjwa ya mlipuko pamoja na idara ya usafi wa maji. Makao makuu yakajengwa Pingfang, Haban pamoja na Manchukuo ambayo ni sehemu ya Uchina ya kaskazini. Jenerali Shiro Ishii alikuwa mtawala mkuu wa Unit 731 akiwa ni daktari na mtaaluma wa magonjwa. Ishii alifanya kazi kwa ukaribu na washauri wa jeshi pamoja na viongozi jeshini ili kupata rasilimali pamoja na ulinzi wa kificho. Malengo makuu yalikuwa ni kuchunguza na kuunda silaha za kibiolojia kwa kutumia vimelea vya magonjwa kama vile tauni, kipindupindu pamoja na typhoid, kupima athari za magonjwa kwa mwanadamu moja kwa moja ili kubaini namna iliyokuwa ni nzuri ya kueneza pamoja na kudhibiti. Majaribio ya kibinadamu yakaanza kati ya mwaka 1940 mpaka mwaka 1945. Takribani watu 3,000 walikuwepo kama panya wa majaribio ndani ya vioga vya Unit 731 na wakawabandika jina la Maruta. Maruta maana yake magogo, kwa sababu walizingatiwa kama miti na si binadamu. Waathirika wa mwanzo walikuwa ni raia kutoka Uchina, Warusi pamoja na Wakorea. Wanawake, wanaume, watoto na wamama wajawazito walitumika kama majaribio, na alafu sasa majaribio yao waliyafanya kwa njia ya upasuaji wa mwili huku ukiwa hai ama kuambukizwa kwa magonjwa yatokanayo na vimelea vya maradhi kama tauni, kipindupindu pamoja na typhoid. Bali na majaribio ya moja kwa moja, Unit
731 ilitengeneza magonjwa hatari na kujaribu kuyatumia kama silaha za kivita. Takwimu zinaonyesha ya kuwa maambukizi ya magonjwa yaliyosambazwa na Unit 731 yalisababisha vifo vya kati ya watu 200,000 hadi 300,000 katika maeneo ya Uchina, hasa vijijini, kwa njia ya maji pamoja na chakula kilichotiwa sumu. Kazi hii ilihusisha kuzalishwa kwa mbu pamoja na panya kwa lengo la kuongeza kasi ya magonjwa yatokanayo na viumbe hivi na kupelekea maelfu ya watu kufariki. Wakati Japani iliposhindwa na majeshi ya mashirika mnamo 1945, jeshi la Unit 731 lilijaribu kuharibu nyaraka na viwango vya ushahidi na hata kwa kupiga risasi baadhi ya wafungwa waliokuwa hai na kuchoma miili yao, lengo likiwa ni kupoteza ushahidi. Hawakuishia hapo. Nyumba za majaribio pamoja na kumbukumbu za utafiti zilichomwa moto na washirika wengi wa Unit 731 wakarudi kwao Japani kwa siri. Hapo ndipo historia ya vitendo vya Unit 731 vikaanza kupungua. Katika mwaka 1949, Umoja wa Kisovieti ulifanya utafiti wa kivita ambapo baadhi ya wanachama wa Unit 731 waliadhibiwa, lakini viongozi wengi wakuu ikiwa ni pamoja na kiongozi mkuu Shiro Ishii hakuadhibiwa kwa sababu serikali ya Marekani ilimpa kinga kwa kubadilishana na data ya utafiti, data iliyotajwa kuwa ya muhimu na yenye thamani kubwa kwa Marekani. Mnamo tarehe 28 ya mwezi wa 8 mwaka 2002, mahakama ya wilaya ya Tokyo ilikiri rasmi kwamba Japani ilifanya vita vya kibiolojia dhidi ya nchi ya Uchina na kuchangia vifo vya watu wengi. Unit 731 sio tu kipande cha historia ya vita, bali ni kielelezo cha jinsi sayansi bila maadili inaweza kusababisha mauaji pamoja na mateso ya watu wengi. Jina langu ni Wycliffe Yohana Peter. Asante.